Asanteni sana dadazi na asante EATV kwa kunialika. Mimi naitwa Midaeli Mleme, ni mwalimu, niko mkoa wa Mwanza. Lakini pia ninasimamia au ni mratibu wa Jumuiya Tuko Sawa Tanzania. Na mimi kama mwalimu mwanamke pia nilifanya kufanya mabadiliko katika jamii kwa kuanzia na wanafunzi wangu shuleni. Kwa kupitia Jumuiya Tuko Sawa nimeweza kufanya mambo mbalimbali katika shule yetu. Na cha kwanza nilichokifanya ni kuwafundisha watoto upandaji wa bustani pale shuleni. Toka mwaka 2020 mpaka leo ninapozungumza tunaendelea na uratibu wa kupanda bustani. Lengo ni nini? Lengo ni kuwafanya kwanza watoto wajitambue au kujitegemea. Ninaamini kwamba kuna maisha baada ya kutoka shule, na watakapoenda nyumbani wataendeleza yale maarifa ambayo ni nje ya mitaala. Kwa hivyo tumekuwa tunaendesha shughuli hizo, lakini pia kupitia klabu hiyo ina maana watoto wanaanza kujifunza namna ya kujitegemea, kuanzisha miradi kama miradi hiyo ya mboga na pia kuboresha afya zao. Hii inanipa nguvu kwa sababu ninaamini ninaenda kutengeneza kizazi ambacho kitaenda kuwa sio tegemezi, bali kitaona zile fursa katika jamii na kuzitumia na kuweza kujiongezea kipato na kuzalisha mali na pia kujiboresha kwa afya zao. Sawa. Kazi nzuri mwalimu hiyo, na tunategemea sana walimu kutujengea kizazi kinachojitegemea. Tukirudi kwa kabla ya kurudi kwa ama hapa Odmate, ningependa kuzungumza na mwalimu. Mwalimu, kwa upande wako wewe, bila shaka una wanafunzi shuleni huko. Unafundisha kidato gani? Primary, sekondari? Okay, sana. Mimi ni mwalimu wa sekondari. Yes. Na sekondari inaitwa Itumbili Sekondari, iko wilaya ya Magu. Sawa. Hapa. Swali langu liko hivi. Katika mnapokuwa na wanafunzi mashuleni, ukiacha masomo haya ya sekula ambayo mnafundisha, je, huwa mnawafundisha namna ya kujua jinsi ya kujitegemea, ya kuweza kukua kimaisha endapo wanapokuwa wakubwa, kwa sababu ndio age inaelekea huko, na ili wawe na uwezo wa kujiamini, uwezo wa kuanza kujitegemea mapema bila kutetereka? Huwa mnawapa hiyo elimu ukiacha au masomo ya hesabu, Kiswahili na mengineyo? Ndio, tunawapa elimu, na ndio maana tunaruhusu hizi klabu either ni klabu ya mazingira, either ni klabu ya hizo ambazo zinahusika kuwatoa wanafunzi kutegemea mifumo hii ya tunaita extra curriculum. Ina maana mtoto hategemei tu masomo ya darasani, tunampa mbinu za kujitegemea, ni kama hivyo nilivyosema. Lakini pia katika klabu hiyo ni kwa kuongezea, tulishawahi kufanya vitu kwa kutengeneza mambo ya recycling, kutumia taka za plastiki tunatengeneza mapambo. Unaona, kwa hiyo hivi vitu vinawajenga wanafunzi kuanza kujitegemea wakiwa wakati wa shule na hata baada ya shule. Kwa hiyo mimi kama mwalimu ambaye nimeshiriki katika kuwatengeneza watoto mbalimbali toka 2020, nina uhakika kwamba tunafanya hivyo na lengo ni kuwasaidia. Ni matokeo gani ambayo mmeweza kuyapata baada ya kutoa elimu kwa wanafunzi hao? Wapo ambao tayari walishamaliza hapo sekondari na pengine washaenda huko kujitegemea katika maisha yao. Ni matokeo gani ambayo mmeweza kufanikiwa kwa namna moja ama nyingine? Matokeo niseme, yani wanafunzi wako ambao pia wananipa feedback. Nashukuru, tuko marafiki, tunawasiliana na wengine wanaendeleza zile shughuli ambazo tulikuwa tunafanya shuleni. Na baada ya kumaliza kidato cha 4, wengine wanakufuata, wanakuomba ushauri
kwamba tukitoka hapa naomba uniambie niende nikafanye nini kwa kujiendeleza zaidi kwa hizo shughuli ambazo tulikuwa tunafanya shule. Kwa hiyo nina ushuhuda wa wanafunzi kadhaa wapo ambao wameendeleza shughuli ambazo tulikuwa tunazifanya. Sasa tunaomba kufahamu, kwa unadhani ni muda gani sahihi kijana anaweza akaanza kutoka kimaisha na kuanza kujitegemea yeye mwenyewe? Asante kwa swali. Muda sahihi huwa haupo. Muda sahihi ni pale mtu anapofanya maamuzi yake binafsi kutoka ndani. Mimi nadhani kwanza ni kuwa na vitu hivi vitatu. Cha kwanza ni mtu kujitambua na kujiamini. Cha pili, awe sio lazima, anaweza akawa na elimu au asiwe na elimu, lakini akawa na ujuzi. Na cha tatu, anaanza kidogo wala baadaye atengeneze kile kidogo kuwa kikubwa na kuleta matokeo. Kwa hiyo mtu akipitia hizo hatua, hakuna muda sahihi. Unaweza ukaanza hata ukiwa mdogo. Ni maamuzi tu pale ambapo unataka nianze na ukayafanyia kazi. Matokeo huwa ndio yanapoleta sasa kwamba nilifanya na ukaonekana. Tukirudi kwako wewe mwenyewe binafsi as a teacher, pengine wakati katika ukuaji wako, kitu gani kilipelekea ukasema ngoja mimi niingie katika tasnia hii ya fani hii ya ualimu, nadhani hii nikiingia kuitantoa kimaisha? Vitu gani vilipelekea kuamua hivyo? Kuna role model nyumbani ama? Nilipenda, yani niseme tu nilipenda karama ya ufundishaji na ninapenda nione watu wakifanikiwa. Hiyo ndivyo nilivyo. Kwa hiyo kilichonipelekea mimi kusoma ualimu, cha kwanza mimi mwenyewe nimependa. Yani sina msukumo wa mtu yoyote ambao nilianza nao. Lakini mimi mwenyewe kwa nafsi yangu nilitamani niwape watu kile ambacho nahisi ninacho ili waweze kufanikiwa kwa namna moja na nyingine. Kwa hiyo niliona katika tasnia ya ualimu kuna matoleo mbalimbali ya kizazi tofauti. Na kadri ambavyo ninafundisha, wako ambao wanaweza wakatoka na zile idea ambazo nimewapa na wakaenda kubadilisha maisha yao. Kati ya wanafunzi lesson labda darasa lina wanafunzi 145, utakuta 5 au 10 alhamdulillah wanatoka na kitu ambacho umewapa. Kwa hiyo ni matokeo ambayo yanaenda kwa kadri ambavyo miaka ya ufundishaji ambao nakaa na kwa kila kizazi kinachokuja kinatoka. Swali la kizushi. Inaonekana kama mjini huko ndo kuna maisha zaidi kuliko mikoani. Huko Mwanza, tupe taswira halisi ya namna gani vijana wanaweza kufanikiwa kutoka kimaisha bila kuja hata huku mjini Dar es Salaam. Kwanza mimi niseme tu huwa naumia sana watu wanapotengeneza notion kwamba maisha yako mjini. Hapana. Maisha yako vijijini, kwa sababu vijijini ndipo kunakotengeneza tumbo ndio maisha ya mtu yote. Yaani ukishiba ndio maisha. Yaani tunakula ili tuishi. Umeona? Wanaotengeneza sisi kuweza kuishi tukiwa mjini ni watu wa vijijini. Kule vijijini kuna utajiri, au huku vijijini fursa ni nyingi sana. Maeneo yako mengi sana, lakini watu wanaamini wakienda mjini ndio wanaonekana. Mimi ninafanya hivyo kufundisha watoto kutengeneza hizi bustani. Lengo ni kwamba fursa za kilimo ni nyingi sana zinazoweza kuwatoa kimaisha. Cha msingi ni kuzingatia. Tunaweza kwa mfano kwa mwaka huu 2026 tuna mpango wa kuanzisha bustani ya mboga asilia ambazo katika jamii zetu huenda zinaweza zikachukuliwa katika hadhi ya tofauti au hadhi ndogo sana, lakini katika afya ni tuseme zinatupa zinatupa nutrient ambazo ni muhimu sana katika kuboresha afya. Mboga asilia, kwa mfano tunapoongea hapa naongelea mgagani, ninaongelea mnavu ule wa kawaida ambao watu wamepoteza. Kwa hiyo hizi fursa ni kwamba kuna watu wako mjini wanaweza yani siku nyingi hawajapata mboga asilia au vyakula vya asili.
ukaviandaa katika standard ambayo ni nzuri, ukauza, ni sehemu ya biashara ambayo unaweza ukatoka kabisa kimaisha. Kwa hiyo sisi katika klabu yetu tuna mpango wa kuanzisha shamba la mboga asilia, na hiyo ndio target ambayo tunategemea. Kwa hiyo fursa zipo sana vijijini, nyingi ambazo watu hawajazigundua. Sasa unadhani vijana wanafeli wapi sasa mwalimu huko? Kama unaweza mtu ukafanya mazao ya biashara, mazao ya chakula, ya chakula, ukaa na familia yako, ya biashara ukauzia watu huku mjini, huku unaleta mzigo wako, unauza, unarudi huku, unakuja unapiga pesa yako, unarudi. Lakini unakimbilia tu kuja kuzana kali yako mpaka ukipita mtaa Kongo njia ndogo. Kila mtu kapanga biashara chini, kila mtu kapanga biashara. Kumbe huko nafasi zipo za kuweza kulima. Wanafeli wapi vijana? Wavivu ama shughuli ya kulima? Kwanza ni kuathirika kwa kuiga, tabia ya kuiga. Yaani mimi naona kwamba vijana wa sasa wanaiga maisha, hawaishi yale maisha halisi ambayo kila mtu duniani amekuja kwa karama zake. Lakini mtu anaangalia kwa sababu ya fulani, labda nifanye vile na mimi nitafika. Hapana. Yaani jisikilize wewe ndani. Kitu gani ambacho kinakusukuma? Kile ndio wewe. Ukikifanyia kazi utafika ambapo hata mwingine hajaweza kufika. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni uvivu pia wa kufikiri. Watanisamehe, ninaweza nikawa nimetumia neno hilo likaonekana kali zaidi. Lakini ni uvivu wa kufikiri. Fursa zipo nyingi sana. Unaweza ukaitumia ile fursa na kwa mfano hapa nimesikiliza dada hapo anatengeneza vyombo, si ndio? Alianza, wakati anaanza mtu anaweza ukabezwa, ukachekwa, ukafanya nini, lakini kadri unavyoendelea na kukiona thamani ya kile kitu ambacho unakifanyia kazi, huwa kinakupa matokeo ambayo ni chanya, na matokeo haya siku moja, ni process, ni mchakato. Sawa. Mwalimu, asante kwa temeo. Kwa kumalizia, unalipi la kumalizia katika kukuambia vijana namna sahihi ya kuweza kutoka kimaisha bila kutetereka na nini? Waambie wale ambao lezilezi wanataka tu wakae mpaka dakika hii, mtu ana miaka 40 na kuogelea mama nyumbani. Unatoa rai gani kwao kwa kumalizia? Asante. Rai yangu ni kwamba turudi sasa kujitathmini na kuanza pale ambapo tupo. Hata leo mtu unaweza ukasema kesho naamua na ukaanza kufanya. Hakuna muda unaweza ukasema nitasubiri nifanye. Na pia swala la mtaji sio lazima ukaanzia mkubwa. Anza na kidogo hicho. Kitaenda kitakuwa kikubwa. Kwa maamuzi na kujiamini, ukifanya lazima utapata matokeo. Sasa asante kwa time yako. Nina hasa wa kike ambao mara nyingi wanakatishwa tamaa kulingana na mazingira. Warudi. Kabisa.